Hello. Leo ningependa niongelee mambo tofauti kidogo. Sitaongelea historia. Leo nitaongelea dondoo za afya. Na leo nitaongelea magonjwa ambayo ya mtindo wa maisha. Nitaongelea gonjwa moja tu linalotokana na lifestyle au mtindo wetu wa maisha, namna tunavyoishi na namna ambavyo tunaweza kujidhuru au kujiweka katika hatari ya kuugua. Leo nitaongelea ugonjwa wa figo kufeli au kitaalamu wanaita kwa Kiingereza sasa wanasema kidney failure. Ni vipi? Kwa kupitia Wizara ya Afya ya Tanzania, namaanisha Wizara ya Afya ya Tanzania, mwaka 2023 naibu waziri wa afya alisema 2019 nchini sasa wagonjwa wanaofahamika waliokuwa na shida ya figo kufeli walikuwa ni 1017, lakini mpaka kufikia Desemba 2023 wagonjwa waliongezeka mpaka kufika 3231 hivi. Kwa hiyo tunaona ni namna gani ambavyo wagonjwa wameongezeka, na tafiti zinaeleza kwamba kupitia wizara yake hapo kwamba kati ya Tanzania 100 utakuta Watanzania 10 wana shida ya figo kufeli, aidha kwa kufahamu ama kwa kutojua. Kutokana na utamaduni wetu, wengi hatuna tamaduni au hatuna utaratibu wa kwenda kupima au kuangalia afya zetu. Kizungu anasema check up, body check up. Hivyo sasa tunaona ni tatizo na limekuwa ni wimbi kubwa sana, ambapo siku hizi vijana wengi ndio wanaongoza kwa kufa kutokana na nini? Na ugonjwa wa figo kufeli. Ni tatizo kubwa sana, na ziko sababu mbalimbali kitaalamu. Ziko pia sababu za urithi kutokana na familia, lakini hizo zinakuwa sio kubwa sana kama sababu ambazo tunazisababisha sisi wenyewe kutokana na lifestyle, yani mtindo wa maisha. Kwa hiyo sasa nitakufundisha kama mwalimu aliye darasani akiwa na wanafunzi, hivyo sitaongelea sana kama mtabibu wa afya. Hapana, nitaongea tu kama mwalimu kwa nafasi ambapo nafahamu. Ziko sababu mbalimbali zinazopelekea sasa ugonjwa wa kidney failure au figo kufeli. Sababu ya kwanza ambayo wengi tunaweza tukashangaa ni kukosa usingizi au kukosa muda wa kutosha wa kulala. Watu wengi tumekuwa tukijibana katika hiki kipengele. Wengi wetu hatupendi kulala kwa masaa yale ambayo wataalamu wanashauri. Maana kitaalamu tunashauri kulala kuanzia masaa 7 mpaka masaa 9. Lakini wengi wetu tutakuta kutokana na mtindo wa maisha, usiku ndio wengi tunafanya kazi. Kama ni mwanafunzi usiku atataka asome keshe, kama ni mwingine usiku atataka keshe mtandaoni. Hali hiyo ambayo inapelekea sasa kuzuia immune system kuweza kujitengeneza. Ndio immune system inamaanisha mfumo wa kinga za mwili kuweza kujitengeneza, kwa sababu tunafahamu kwamba kazi ya figo ni nini? Kazi ya figo ni kuchuja damu, kuondoa excess fluid kwenye mwili, maji yaliyozidi mwilini, lakini pia kuhusiana na masuala ya uchujaji wa mikojo, tunafahamu hivyo. Lakini kingine pia na kufanya pia usafishaji ndani ya mwili kwa ujumla na kubalansi maji ndani ya mwili. Hiyo yote ni kazi ya figo. Ndio maana unaona mtu figo zikifeli kunakuwa na water retention, kwamba kuna maji ambayo yanajihifadhi mwilini ambayo sasa hajafanyiwa kazi. Ndio unakuta mwili wa mtu sasa unavimba, kama ni miguu, kama ni sura, pale ni dalili za mwanzo tunajua kabisa huyo mtu figo zake zimefeli. Lakini sio wote waliovimba miguu ama sura wana tatizo la figo kufeli. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza, kukosa usingizi wa kutosha. Sababu ya pili nini? Sababu ya pili ni matumizi ya chumvi kupitiliza. Hatukatazi kutumia chumvi kama kiungo kwenye chakula, lakini tunashauriwa kutumia kwa kiasi. Sasa wengi wetu tunapenda ile kula alafu na lamba chumvi kidogo. Table salt, chumvi ya mezani, ni moja wapo ya sababu kuu ama kubwa inayopelekea figo kufeli. Kwa sababu gani? Ni hivi. Chumvi kwanza zinapelekea shinikizo la damu. Kutokana na chumvi za madini joto, wanasema hivyo wataalamu, lakini sababu nyingine kwamba chumvi zinapelekea shinikizo la damu, ambapo sasa matumizi makubwa ya chumvi yatapelekea high blood pressure. Ama wataalamu watasema sasa hypertension. Na shinikizo hilo la damu litasababisha sasa figo kushindwa kufanya kazi zake kwa ufasaha. Figo kushindwa kutenda vile iwezekanavyo. Hivyo itapelekea nini? Itapelekea nilichokiongelea mwanzoni, water retention. Maji ambayo yatahifadhiwa mwilini basi na kuwa na kazi yoyote. Hiyo ni kutokana na nini? Na matumizi makubwa ya chumvi. Lakini pia chumvi hizi zinapelekea
kidney stone, mawe ya kwenye figo, hasa zile chumvi ambazo tumezoea kutumia, chumvi za kienyeji, chumvi za Memtan. Ndio maana wataalamu wanashauri tutumie chumvi ambazo at least zimepitia kiwandani, zitengenezwa vizuri, misogo ziko katika hali nzuri. Tunapenda kutumia vitu vya bei nafuu, lakini vinakuja kutukosti baadaye. Hiyo ni sababu mojawapo ya matumizi makubwa ya chumvi. Sababu nyingine ni processed foods, matumizi ya vyakula sana hivi vya viwandani. Yenyewe vina sababu kubwa ya kupelekea figo kufeli. Wataalamu wanashauri sana tupende kuandaa vyakula vyetu nyumbani. Usitegemee sana vyakula ambavyo ni hivyo vya viwandani, processed foods. Kwa nini? Kwa sababu kuna madawa mengi ambayo yametumika katika kuviandaa ili vikae muda mrefu, lakini pia wataalamu wanasema asilimia kubwa processed foods zinaongezwa chumvi nyingi ili pia viweze kukabili. Sasa ile unaweza kuwa unakula kwa sababu mbona hakuna chumvi, lakini chumvi ipo. Na hiyo ni sababu moja hapo ambayo itapelekea sasa matatizo mwilini. Sababu nyingine pia inayopelekea figo kufeli, ukiachana na hiyo ya processed foods, ukiachana na hiyo matumizi ya chumvi, ukiachana na hiyo kukosa muda wa kulala kutosha, sababu nyingine pia ni kukosa maji mwilini. Kivipi naongelea hapa? Kwamba watu wengi hatuna utaratibu wa kunywa maji ya kutosha kwa siku. Mtu anakunywa maji akisikia kiu, ambalo hilo ni tatizo sasa. Wataalamu wanashauri kwamba tunywe maji kwa siku kuanzia lita 3 na kuendelea, na wanasema kwamba tunywe maji kulingana na uzito. Hivyo sasa wale wenye uzito mkubwa wanashauriwa kunywa maji mengi zaidi tofauti na wale wenye uzito wa kati. Kwa sababu kukosa maji ya kutosha, figo zishindwa kufanya kazi. Maana figo ili kujiendesha zinategemea maji mwilini. Lakini kingine maji pia, ukikosa maji ya kutosha na maana hata damu kufanya kazi yake itakuwa ni ngumu, kwa sababu pia damu tunafahamu ufanyaji wake kazi inasafirisha maji, inasafirisha madini, inasafirisha na vitamini vingine kama hivyo wataalamu wanapoelezea. Kwa hiyo maji ya kutosha itakapopelekea dehydration, kama hunywi maji ya kutosha na utapata dehydration. Hivyo pia na ukosefu wa maji ya kutosha napelekea kidney stone, mawe ya kwenye figo. Hapo sasa tunaweza kuja kuona msanii maarufu alikuwa anaimba hip hop na alikuwa mbunge wa Mikumi kule, anamwongelea Joseph wa Mitulinga almaarufu Professor J. Alipitia changamoto ya figo kufeli, ambapo ilihusishwa na mawe ya kwenye figo au kidney stones. Lakini pia sababu nyingine inayopelekea figo kufeli sasa ni nini? Ni uvutaji wa sigara. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya. Kivipi? Kwa sababu moshi wa sigara ukiachana na kwenda kuathiri kwenye mapafu, lakini pia ule moshi wa sigara unakwenda kwenye blood vessels. Ukifika kwenye blood vessel mule unakwenda kufanya nini? Unakwenda kuzuia damu, na ukishazuia damu ina maana itazuia damu zikashindwa kwenda kwenye figo, kwa sababu zile blood vessels zitabanwa. Zikibanwa na kuzuiliwa ina maana damu ambazo zinahitajika kusafishwa, kwa sababu tunafahamu figo inafanya kazi ya kusafisha damu, ili ziingie kwenye figo itakuwa ni ngumu. Hivyo itapelekea utendaji kazi wa figo kuonekana haupo, na hapo ndipo tatizo la figo kufeli linapoanzia. Kama unavuta sigara, usialie biashara zako, lakini vuta kwa kiasi. Lakini pia ukiendelea kuchukua tahadhari. Sasa sababu nyingine inayopelekea figo kufeli ni unywaji wa pombe kupitiliza. Wataalamu hawajapinga watu wanywe pombe, au ukipata glasi 2-3 sio mbaya, lakini unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Kivipi? Nataka ufahamu kwamba pombe ni miongoni mwa vinywaji ambavyo vinaitwa diuretic foods. Nikisema diuretic foods ni kwamba ni vinywaji ambavyo vinawezesha uzalishaji maradufu wa mkojo mwilini. Hivyo ikipelekea hivyo ina maana unywaji wa pombe utakupelekea sasa uzalishaji wa mkojo mwingi. Ndio maana unakuta ukiwa unakunywa pombe mara nyingi utakuwa unajisikia kwenda msalani. Sasa ule kwenda msalani mara kwa mara, kumbuka kunywa maji ni pombe, itapelekea dehydration mwilini. Ikishapelekea dehydration mwilini ina maana hapo unakuwa na tatizo la nini? Food loss, kwamba mwilini sasa kutakuwa hakuna maji ya kutosha, na hapo itapelekea nini? Figo kupata wakati mgumu wa kufanya nini? Utendaji wake sasa, kama kubalance maji mwilini pamoja na kusafisha damu. Hivyo tunashauriwa tunywe pombe kwa kiasi tu kama wataalamu wa afya ambao wanashauri. Ukiachana na pombe kuwa na sumu mbalimbali ambazo zote hizo zitakwenda kwenye figo na kupelekea nini? Pia madhara mbalimbali ya kwenye figo kama saratani. Ukiachana pia na pombe hapo kwa kuongezea, pombe pia lina mtindo kusababisha high blood pressure, hypertension. Sasa shinikizo la damu kama nilivyoeleza kule nyuma, na lenyewe linapelekea nini? Figo kufeli, kwa sababu shinikizo la damu linahusiana na damu. Itapelekea blood vessel kubanwa, na kama tunavyoona blood vessels zikishabanwa ina maana hazitaweza kupeleka taarifa kwenye figo bwana.
tuna damu hapa, lakini tunataka tupeleke kwenye figo, tumezuiliwa kutokana na sababu mbalimbali. Hivyo ndivyo ambavyo utaweza kujiweka katika hatari kubwa ya kupata tatizo la figo kufeli. Ukiachana na pombe, sababu nyingine ni matumizi ya dawa hizi za maumivu kupitiliza, pain killers. Tumekuwa na taratibu kwamba ukiumwa kidogo na kichwa kikigonga, hatujiulizi labda jana sikupata usingizi wa kutosha, ama sikunywa maji ya kutosha, ama kuna kazi nilikuwa nafanya imenipa uchovu. Hatujiulizi hayo. Sisi moja kwa moja tunakimbilia kwenye nini? Kwenda kutafuta dawa hizi za maumivu, labda ni paracetamol, ibuprofen, dawa nyingine ambazo wengi tumepata kutumia bila kupata utaratibu wa daktari. Tunameza dawa bila kupata utaratibu, na mwisho tunajiweka katika hatari hiyo ya kupata tatizo la figo kufeli. Jambo la mwisho ni nini? Jambo la mwisho ni kutokufanya mazoezi mara kwa mara. Watu wengi tunachukulia mazoezi poa, lakini mazoezi yana umuhimu mkubwa sana mwilini, kwa sababu kupitia mazoezi tunaondoa msongo wa mawazo. Kupitia mazoezi tunaweza kujiondoa katika hatari ya magonjwa kama kisukari, ambapo kisukari ni mojawapo ya magonjwa ambayo ukiwa na kisukari ni rahisi kwenda kupata tatizo la figo kufeli. Lakini kingine, shinikizo la damu, hypertension, kama nilivyoongelea kule. Lakini jambo lingine la mwisho, kutokufanya mazoezi yanapelekea uzito mkubwa, na ukishakuwa na uzito mkubwa ni rahisi kupata magonjwa mengi, sasa ya magonjwa ya mtindo wa maisha. Hivyo ni vyema tukaendelea kufanya mazoezi mara kwa mara. Tunaona mfano Daktari Jakaya Kikwete, rais mstaafu wa awamu 4, miongoni mwa wazee ambao wanaendelea kufanya mazoezi, na ndio maana afya yake kila siku inaona iko vile vile, kila siku anaendelea kuonekana kijana zaidi. Lakini kwenye mazoezi pia tunaweza kuja kumuona watu wengi kama Alhaji Mwinyi. Alhaji Mwinyi ni miongoni mwa marais ambao walikuwa wakipenda sana kufanya mazoezi. Mpaka umauti unamkuta Alhaji Mwinyi alikuwa akiendelea, alikuwa ni mtu wa mazoezi sana mzee yule. Hivyo tuendelee kuchukua tahadhari, mpox ipo mjini.